maana katika baadhi ya mambo tumejifunza hapo nyuma, kasema kwamba kuna vitu ambavyo unahitaji uvigharamie, uvilipie, ndio uweze kuvimiliki au uweze kuvipata. Achana na ile ambayo watu wanaambia utapokea bila kugharamika. Utapokea majumba mazuri. Nyumba nzuri inahitaji gharama. Utapokea gari inahitaji gharama. Utapokea hiki na kile, kuna gharama. Lakini ambacho hakina gharama ni uzima wa milele ambao hatufanyii kazi yoyote. Sema amen. Sema tena amen. Na ndio maana naona anasema uzima wa milele sio kula na kunywa peke yake. Anasema kuna mambo kadhaa ameyataja hapo, tutakapofikia hilo eneo nitakutajia. Sema amen. Lakini ili uweze kuwa na uzima wa milele, jambo la kwanza ni lazima ujue thamani yako. Thamani yako. Wewe ni mtu wa thamani gani? Yesu anazungumza, lakini Petro akaja akakazia. Katika Petro wa kwanza ile sura ya kwanza, anasema mstari wa 18. Anasema fahamuni. Ingiza kwenye ufahamu wako, kwenye ubongo wako. Fahamuni ya kwamba mmekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, si kwa fedha wala dhahabu. Nadhani katika vitu ambavyo vina thamani kubwa duniani ni fedha, ni dhahabu. Maana dhahabu utapata almasi. Fedha utapata almasi. Fedha utapata vitu vya thamani. Fedha utapata magari. Fedha utapata nyumba. Dhahabu inakotafutwa, ukikuta wanaume wanaitafuta chini ya ardhi, utasema hapana. Wanaingia watu mpaka mita kadhaa chini ya ardhi. Mita mpaka 10, mita 20, mita 40. Wako chini, wako kwenye moyo wa ardhi. Wanatafuta dhahabu ili waje wapate pesa. Lakini ndio Yesu anasema tumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika. Maana yake dhahabu inaharibika, maana yake fedha inaharibika, na ndio maana kuna kushuka thamani ya shilingi. Kuna kuporomoka dola. Kuna kuporomoka euro. Kuna kuporomoka faranga. Thamani yake. Anasema si kwa fedha wala dhahabu, ili mpate kujua, ili mpate kutoka katika mienendo mliyopokea kutoka kwa baba zenu, ambayo anasema haifai, ili muwe na uzima wa milele. Ndio maana nikaanza na sehemu inayosema fahamuni ya kwamba tumeahidiwa vitu vyenye thamani kubwa mno, ili mpate kutoka gizani mkaingie kwenye uzima. Sema amen. Lakini lazima ujue thamani yako. Binti asipojua thamani yake, binti wake anauacha vichakani. Ninaeleweka? Binti asipojua thamani yake kwamba yeye ni binti, atasemeshwa ovyo ovyo, atatoa chips mayai, atauacha binti wake. Kijana vile vile asipojua thamani yake, jitazame tu ulivyo, jitazame ulivyo. Kuna wakati mwingine unamtazama mwingine. Usimtazame mwingine, jitazame wewe ulivyo. Ulivyovaa, ulivyonyoa, ulivyosuka, ulivyojilemba. Jitazame alafu ujue nina thamani gani. Nilimsikia bwana mmoja, nilimkubali. Nilimsikia bwana mmoja alisema hivi: ili mwanaume amtongoze mwanamke, jambo la kwanza ni lazima amgrade. Amgrade. Akishajua kwamba huyu thamani yake ni ya chini, ni size yangu, ndio anamsemesha. Anafanyaje? Ndio anamsemesha. Sasa anaweza akaondoka na tama, mimi siku hizi nasemeshwa,
linachekeshwa, linapendwa. Ile maana akasema hapana, upendo isipokuwa thamani yako inaonekana ni ndogo. Wewe ni ganda la ndizi. Yaani kila anayekanyaga anateleza. Hujanielewa? Kila mmoja lazima ujue thamani yako. Ndio maana nasema tumeahidiwa vitu vya thamani kubwa mno. Tunapozungumzia habari ya uzima wa milele, hayupo mtu wa kuweza kuthamanisha na kitu kinachoitwa uzima wa milele. Hayupo. Hayupo. Vitu vyote unavyoviona hivi, ndio maana Yesu akasema itamfaidia nini mtu kuupata ulimwengu wote huu, lakini kisha akapata hasara ya nafsi yake. Yaani nafsi yako tu, ukafa ukaenda motoni. Hasara. Luka vyote hivi unavyofanya huku, nenda kushoto, nenda kulia, panda juu, shuka chini, lakini baada ya kufa kuna maisha. Lakini maisha ulio nayo nayo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ndio maana kuna watu wamewavuna wakiwa na miaka 2. Kuna watu wamewavuna Mungu wana miaka 7. Kuna watu wamewachukua wakiwa na miaka 20. Wakakuacha wewe upo. Sio kwamba wewe ni mzuri sana kuliko wale walioenda. Na Tanzania kama tungemtamani sana awepo, pengine ni Mwalimu Nyerere pamoja na Magufuli. Ndio Nyerere alitujengea nchi ambayo uwezo kaipata kwingine ya watu kukaa bila kubaguana. Yaani kila mmoja unamwona ni sawa na wewe. Cha pili Magufuli alituonyesha thamani ya nchi. Kwamba nchi sio maskini, ni tajiri. Akajaribu kutuonyesha rasilimali tulizo nazo. Sawa? Sasa hao wawili, lakini sasa hebu njoo waondoe hao, jichukue wewe sasa thamani yako. Uwe mama, uwe dada, uwe mbaba, uwe kijana, thamani yako. Ukilinganisha na zawadi ambayo Mungu amekupa, ukilinganisha na kile ambacho Mungu amekupa na kile ambacho wewe unakitoa kwake, yaani namna unavyojitoa kwake inalingana, inafanana. Acha kulingana, inafanana. Namna ambavyo ibada yako unapofika kwenye ibada, namna unavyojitoa, namna unavyoutoa mwili wako. Anasema Paulo katika Warumi ile sura ya 12 anzia mstari wa 1, anasema basi na wasihi kwa huduma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya. Maana dunia ina namna yake na Mungu ana namna yake. Dunia, anasema Yesu, mimi nitoavyo sivyo ulimwengu utoavyo, mimi niwapavyo sivyo ulimwengu uwapavyo. Ulimwengu unatoa namna nyingine, tena ulimwengu unatoa ili ufe, lakini Yesu anatoa uzima wa milele. Makofi kwake. Mungu awabariki sana. Maana umekuwa mgumu sana kupiga makofi mpaka nimekuomba mpigie Bwana makofi. Wakati hata mikono hiyo imepewa zawadi na Mungu. Kuna watu hawana mikono. Kuna watu hawana vinywa. Hata kumshangilia tu Mungu kwa vigelegele, kwa viluzi, huwezi. Hiyo naye ndio ameshika sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisoma katika Warumi ile sura ya 6, sitasoma mimi lakini nikutajie tu.
sura ya 6 mstari wa 25. Hii habari ya uzima milele niliyoizungumza, na niombe asubuhi niishie kwenye zawadi ya pili. Zawadi ya tatu nitaimalizia mchana. Bwana Yesu asifiwe. Zawadi ya pili nilisema ni haki. Haki pia ni zawadi tunayoipata kutoka kwa Mungu. Zaidi sana wao waipokeao kwa wingi wa neema na kila kipawa cha haki wanatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Haki ni asili ya Mungu. Haki ni asili ya nani? Ni asili ya Mungu. Na ndio maana leo katika ulimwengu tulio